Msikilizaji wangu, ninakukaribisha tena katika kipindi hiki Fahamu Kweli. Kipindi hiki Fahamu Kweli ni kipindi ambacho hukujia kila siku ya Sabato au Jumamosi, ambacho kinakujia kuanzia saa 1 kamili mpaka saa 2. Katika kipindi hiki huwa tunafunua ukweli mwingi ambao huwa umefichwa katika vizazi vyote. Huwa tunajaribu sana kuangalia Biblia jinsi ilivyo pasipo kuegemea katika dini au kwenda upande wowote ule. Ndugu msikilizaji, ninashukuru sana kwa sababu ya kipindi hiki, maana katika kipindi kile kingine ambacho tulikuwa na wageni watatu katika studio zetu, lakini tena leo tuko na wageni watatu ambao wameweza kututembelea katika studio hizi pia, na wakati ambapo nitakuwa nikiwatambulisha pia kuna maswali ambayo tutaweza kuyarejelea ya kipindi ambacho kilichopita. Lakini kabla sijajibu maswali haya, ningependa mpate kujua ni wandugu wapi ambao nimeandamana nao kuja katika studio hizi. Acha niwakaribishe ili kila mmoja angalau akaweze kuyataja majina yake kwa ufupi. Karibuni sana ndugu zangu. Kwa majina naitwa Mogoi Steven. Kwa majina naitwa Gilbert Ouma. Kwa majina naitwa Jared Omindo. Tukiwa pamoja katika studio hizi, ninasema karibu sana msikilizaji wangu, ili tuweze kwenda pamoja, maana kuna yale ambayo tuliachia njiani katika juma lililopita, lakini leo tena tuendelea na hayo hayo, ili angalau kweli ukapate kufunuliwa. Tunaenda kuangalia maswali haya ambayo yameulizwa katika studio zetu na hata katika simu yangu. Huyu ni nani? Huyu anasema ya kwamba anasema ni nani huyu? Anasema anasikiliza kutoka Ronyasero. Anasikiliza kutoka Ronyasero. Anasema happy Sabbath. Uliza mwalimu kwamba ni aina gani ya ubatizo inafanywa na watu wengi? Eti ni aina gani ya ubatizo inafanywa na watu wengi? Mathayo 7:13. Ndugu yetu Gilbert, ningeomba utusomee hilo andiko tusikie jinsi andiko hilo linavyosema, kitabu cha Mathayo 7:13. Hebu soma tusikie. Tunapata somo kutoka katika kitabu cha Mathayo 7 ni mstari wake ni 13. Inasema, ingieni kwa kupitia mlango ulio mwembamba, maana mlango mpana ni njia pana iendayo upotevuni, nao wengi waingiao katika mlango huo. Asante sana. Tumesikia kwamba tuende katika njia iliyo nyembamba, maana mlango ni mpana na ni wengi wanaofuata njia hiyo pana. Hivyo sio kwamba njia ikiwa pana, watu wengi wakiwepo, kwamba wako na ukweli. Hapana, hilo hatuwezi sema hivyo, kwamba watu wengi eti mkiwa kwa kanisa watu wengi na hao wengine ni wachache, eti kwamba nyinyi mlio wengi mko na ukweli. Kumbuka wakati wa Ruth ni watu wangapi waliookolewa? Ni watu wachache sana. Wakati wa Noa ni watu wachache sana ambao waliweza kuokolewa, na ulimwengu wote wakati huo ukaweza kuangamizwa. Sio kwamba eti kukiwa na watu wengi katika jambo eti kama ni la uongo, eti kwamba hilo litakuwa ni la ukweli, kwa sababu kuna watu wengi. Muumba wetu haenendi na watu wengi. Hebu tuangalie katika swali jingine. Inasema, kina nani wanapaswa kubatiza watu kulingana na maandiko? Ubatizo unafanywa na mtu yeyote aliyewekewa mafuta. Hata anaweza kuwa shemazi, anaweza kuwa mzee wa kanisa, anaweza kuwa mwinjilisti, au anaweza kuwa hata mchungaji. So ni mtu yeyote yule ambaye ametiwa mafuta, ambaye Baba amemwambia mbatize mtu huyu. Sisi tunamsikiliza Muumba. Hatutasikia kanuni ambazo watu walikaa wakaziandika. Kuna hizo kanuni ambazo hatutazisikiliza. Maandiko yanasema Filipo alikuwa ni shemazi, naye tunamwona anabatiza. Hapa swali jingine linasema nini? Huyo alikuwa ni nani huyo? Kina nani wanapaswa kubatiza watu? Huyo ni
Bobu wa Enamasi. Enamasi, Bobu wa Enamasi, kulingana na maandiko, mtu yoyote katika hawa ambao Roho Mtakatifu iko ndani yake anapaswa kubatiza. Asante sana ndugu yangu kutoka Bobu kutoka Enamasi. Enamasi. Huyu ni nani tena? Huyu anasema ni Mama Chacha wa Tarang'anya. Mama Chacha anauliza nini? Je, ubatizo unaondoa dhambi ya mtu? Tuone kama ubatizo unaweza kuondoa dhambi ya mtu. Karibu sana ndugu yangu Gilbert uweze kulijibu hilo swali. Okay, asante sana ndugu kunipa nafasi hii ili nipate kujibu hilo swali linalouliza kwamba je, ubatizo unaweza ukaondoa dhambi la mtu? Moja kwa moja ningeomba tupate kufungua katika kitabu chetu, katika vitabu vyetu, Biblia zetu, Matendo ya Mitume 2 mstari ni wake wa 38. Matendo ya Mitume 2:38, naomba kusoma. Petro akawaambia, tubuni mkabatizwe kila mmoja kwa jina lake Yesu Kristo, mpate ondoleo la dhambi zenu, ninyi mtapokea kipawa cha Roho Mtakatifu. Kwa hapo tunaona ya kwamba kubatizwa kweli kinaondoa dhambi. Nini? Kubatizwa inaondoa dhambi. Asanteni sana. Nashukuru sana. Tumesikia kwamba ubatizo wa kweli unaondoa dhambi. Hebu tusikie swali jingine. Swali jingine linasemaje? Huyu anajiita Rahaboy, yani Rahaboy wa Koromangucha. Anasema swali langu ni, ana maswali mawili huyu Rahaboy. Swali la kwanza anasema, je, mtu anafaa kubatizwa mara ngapi kwenye maji mengi? Ndugu yangu Steve, swali hilo linakuja kwako moja kwa moja upate kutusaidia. Mtu anapaswa kubatizwa mara ngapi? Naomba kujibu hilo swali kwa sababu kulingana na sisi hatujibu maswali kutoka kwa kichwa, ila tunarejelea kwenye Biblia. Ninaomba tusome kwenye kitabu ya Matendo ya Mitume 19 mstari wake ni wa kwanza. Tukiteremka kidogo inatuambia kuwa ikawa Apolo alipokuwa Korinto, Paulo akisha kupita kati ya nchi za juu akafika Efeso, akakutana na wanafunzi kada wa kada huko. Akawauliza, je, mlipokea Roho Mtakatifu mlipoamini? Wakamjibu, la, hata kusikia kwamba kuna Roho Mtakatifu hatukusikia. Akawauliza, basi mlibatizwa kwa ubatizo gani? Wakasema, kwa ubatizo wa Yohana. Paulo akasema, Yohana alibatiza kwa ubatizo wa toba, akiwaambia watu wamwamini yeye atakaye kuja nyuma yake, yaani Yashua. Waliposikia haya wakabatizwa kwa jina la Yashua. Na Paulo alipokwisha kuweka mikono yake juu yao, Roho Mtakatifu akaja juu yao. Wakaanza kunena kwa lugha na kutabiri, na jumla yao walipata wanaume 12. Asante sana. So tumesikia ya kwamba katika kitabu cha Matendo ya Mitume 19 kimetuambia kwamba ikiwa mtu hakubatizwa ubatizo wa kweli, licha ya kwamba alibatizwa kwa maji mengi, anaweza batizwa tena, anaweza rudia tena kubatizwa. Huyo mtu anaweza rudia tena kubatizwa kama hakuwa amebatizwa ubatizo wa kweli, anaweza rudia tena akabatizwa. Hiyo sio makosa. Mtu anaweza batizwa hata mara 2, mara 3, mara 5 ikiwa hakubatizwa ubatizo wa kweli ulio ndani ya Biblia. Lakini akishabatizwa ubatizo wa kweli, hebu tusikie hapa katika kitabu hicho cha hapo kuna swali la pili nasema, je, mtu kama amebatizwa sasa, huyo ni ndugu yetu tu Rahaboy anauliza, je, ukirudi nyuma kwa ubatizo unafaa kurudia kubatizwa ama kuna njia unapaswa kufuatilia? Eti kama mtu amerudi nyuma sasa, umebatizwa ubatizo wa kweli kabisa wa maandiko ambao tunaenda kuufunua leo hii, je, huyo mtu anaweza kurudia tena abatizwe ili aweze kufanywa upya? Ndugu yangu Gilbert Ouma, ama kama kuna mwingine yote, kuna mtu ako naye,
Ndugu yangu Gilbert, hebu tusaidie kulijibu swali hilo Asante sana wandugu wasikilizaji, na hata kwa huyu aliyeuliza hilo swali, na ningeomba nipate kulijibu swali lake kulingana na maandiko yetu matakatifu, kwa sababu hii ndiyo ramani ambayo inatupelekea kwenye uzima wa milele. Na moja kwa moja ningeomba wapendwa tupate kufungua katika kitabu cha waraka wa pili wa Petero 2 mstari wake ni 20 kuendelea mpaka 23. Inasema ya kwamba eti kwa maana wale waliokwisha kuyakimbia machafu ya dunia kwa kumjua Bwana na Mwokozi Yesu Kristo, kama wakinaswa tena na kushindwa, hali yao ya mwisho imekuwa mbaya kuliko ile ya kwanza. 21. Maana ingekuwa heri kwao kama wasingelijua njia ya haki, kuliko kuijua kisha kuiacha ile amri takatifu waliopewa. 22 inamalizia kwa kusema ya kwamba lakini imetukia kwao sawasawa na ile methali ya kweli, mbwa ameyarudia matapiko yake mwenyewe, na nguruwe aliyeoshwa amerudi kugaagaa matopeni. Kwa hivyo ukishabatizwa kwa njia ya kweli, ukajua ukishahubiriwa njia ya kweli, ukabatizwa kwa ubatizo wa kweli, andiko haikuruhusu wewe kubatizwa tena, kwa sababu ubatizo wa kweli ni mara moja tu, na ukikosea hapo unahesabika kama mbwa aliyetapika na kisha akarudia matapishi yake. Kwa hiyo andiko tena imetuhimiza ikituambia ya kwamba ni heri hata usingejua ile njia ya kweli kuliko kuijua na tena ukarudi nyuma katika mambo ya ulimwengu. Asanteni sana. Nashukuru sana. Ametuambia hapo ya kwamba hakika katika hicho kitabu kimesema ya kwamba haiwezekani. Hebu turudi katika hiyo andiko, hebu turudi katika kitabu cha Waebrania 10 mstari wake ni 26, pia tuweze kuongezea hilo fungu. Tuweze kuliongezea hilo fungu. Hebu ndugu tusomee hiyo fungu. Tunasoma kitabu cha Waebrania 10 mstari wake ni 26. Inasema, maana kama tukifanya dhambi kusudi baada ya kupokea ujuzi wa ile kweli, haibaki tena kuwa dhabihu kwa ajili ya dhambi. Eti ya kwamba mtu akifanya dhambi makusudi na ameishapokea kipawa cha Roho Mtakatifu na amepata ujuzi wa kujua ile kweli, hakuna dhabihu nyingine tena huyo mtu anaweza kufanyiwa. Hawezi rudishwa kwa maji kwa mara nyingine. Eti fulani sasa wewe kwa sababu ulianguka, ulikuwa umebatizwa, tena unarudishwa kwa maji. Maandiko yanasema hakuna dhabihu nyingine mtu huyo anaweza kufanyiwa. Huyo mtu anatakiwa kufanya nini? Huyo mtu kitu chenye anatakiwa kufanya ni aombe msamaha, ni amuombe Baba arehemuye, ni aombe Baba anayesamehe amsamehe, lakini sio kurudi tena kwa maji. Maana kweli kama mtu anarudi kwa maji tena, kama unaweza muosha nguruwe aliyekuwa amechafuka na tena ameoshwa, basi hata huyo nguruwe, hata huyo mtu unaweza mrudisha kwa maji na akaendelea kuwa safi. Hivyo ni hivi, mtu akianguka baada ya kupokea ujuzi wa ile kweli, maandiko hayaruhusu mtu huyo kurudishwa kwa maji, na pia mtu huyo anatakiwa tu aombe msamaha kwa Baba. Sijui kama kuna ndugu yoyote ako na jambo la kuongeza kwa hayo maswali. Kuna yote ako na jambo la kuongeza kwa hayo maswali? Basi kukiwa hakuna, acha tuende katika somo la leo. Katika somo lililopita tuliona katika kitabu cha Mathayo 28 mstari wake ni 19. Hebu tusome hapo, tuanzie hapo. Kitabu ni cha Mathayo 28 mstari wake ni 19. Inasema ya kwamba basi enendeni mkawafanye mataifa yote kuwa wanafunzi,
mkiwabatiza kwa jina la Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu. Sasa kitu cha kwanza tumesikia, twende tukawafanye mataifa kuwa wanafunzi, tukiwabatiza kwa jina la Baba, la Mwana na Roho Mtakatifu. Na hapo tunakaona, tulipokuwa katika kipindi hichi kilichopita, tuliona ubatizo lazima maji mengi yatumike, sio maji kidogo, katika kitabu cha Yohana 3:22. Yohana 3:22. Yohana 3:22 inasema, baada ya hayo Yesu na wanafunzi wake walikwenda mpaka nchi ya Uyahudi, akashinda huko pamoja nao, akabatiza. Inaendelea 23, inasema ya kwamba Yohana naye alikuwa akibatiza huko Ainoni karibu na Salimu, kwa sababu huko kulikuwa na maji tele, na watu wakamwendea wakabatizwa. Asante. Tumesikia alikuwa akibatiza Ainoni kwa sababu huko kulikuwa na maji tele. Na lile fungu tulilosoma la Filipo waliteremka wote majini. Ukisoma hata Mathayo pale penye Mwokozi alibatizwa, Mathayo 3 pale mwishoni, inasema ya kwamba alipokuwa akipanda kutoka kwenye maji, so lazima maji mengi yapate kutumika. Yale maji madogo tayari tumeona hakuna mfano wote ndani ya Biblia ambayo imebeba vitabu 66 ambayo inaruhusu watu kubatizwa kwenye maji madogo, yaani kunyunyiziwa maji. Hiyo ni ubatizo wa kujitengenezea mwenyewe, na maandiko yanasema ya kwamba usiongeze neno katika maneno yake, maana ukiongeza wewe utaongezewa mapigo, utalaumiwa. Hebu sasa tuone, ndiyo ni maji mengi. Wakati sasa mtu amepelekwa kwa maji mengi, anatakiwa kubatizwa aje? Mwokozi anasema ya kwamba watumie jina la Baba, jina la Mwana na Roho Mtakatifu. Hebu tuone ndani ya maandiko. Petero ndio walikuwa wakitumwa, akiongea maneno hayo. Kulikuwa na mitume anawatuma akiwaagiza maagizo ya mwisho. Hebu sasa tuone Petero anapotoka hapo kwenda kubatiza, alibatiza aje? Kitabu cha Matendo ya Mitume, Matendo ya Mitume 2 mstari wa 37 na 38, tusikie yeye anasema watu wabatizwa kwa jina gani. Karibu sana ndugu yangu Gilbert, tusomee fungu hilo. Tunasoma katika kitabu cha Matendo ya Mitume 2 aya ya 37 na aya ya 38. Walipoyasikia haya wakachomwa mioyo yao, wakamwambia Petro na mitume wengine, tutendeje ndugu zetu? Petro akawaambia, tubuni mkabatizwa kila mmoja kwa jina lake Yesu Kristo, kwa jina lake mpate ondoleo la dhambi zenu, nanyi mtapokea kipawa cha Roho Mtakatifu. Hapo tumesikia ya kwamba Petero anaambia watu wabatizwe kwa jina la Yesu Kristo. Je, mnaonaje hayo maneno ndugu zangu? Hata wewe unaye tusikiliza. Je, ubatizo huu ambao Petero aliusema uko sawasawa na ule wenye Mwokozi aliusema? Mnaona kuna tofauti? Hakuna tofauti? Hebu ndugu, mnaweza semaje hapo nyinyi? Naona kuna tofauti kubwa, kwa sababu hapa wanatumia ubatizo wa kwanza, wanatumia jina Bwana, jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu, na hapa tunamuona alitumia jina la Yeshua Masihi. Asante sana ndugu Steve. Hebu Gilbert, tunaweza sema aje? Mimi kwa honi langu na uelewa wangu, kwa sababu sisi andiko linatuambia ya kwamba tumejengwa juu ya misingi ya mitume na manabii, na andiko hili linapotuambia ya kwamba eti mkabatizwe kwa jina lake Yesu Kristo, kwa jina la Baba, jina la Mwana na Roho Mtakatifu, na katika kitabu hichi cha Matendo ya Mitume inasema ya kwamba tubatizwe kwa jina lake Yesu Kristo. Tunajua ya kwamba jina la Yesu Kristo ni lugha ya Kiswahili, ambao mpaka sasa hivi lugha ya Kiswahili tangia ilianzishwa na Wabantu pamoja na Waarabu pale Coast.
na tunajua ya kwamba tangia hii lugha ianzishwe ina takriban miaka 250. Kwa hiyo tunapaswa kujiuliza ya kwamba je, misingi ya mitume na manabii ambao walikwisha tangulia, je, walikuwa wakiongea lugha gani, ili tupate kujua jina halisi ambao walilitumia kubatiza watu. Asante. Nashukuru sana ndugu yangu, kwa sababu kwa kweli hapo mimi naona kuna tofauti kidogo, lakini Mwokozi anapowatuma mitume anawaambia waende wabatize, watumie jina la Baba. Kusema jina la Baba hapo inamaanisha nini ndugu zangu? Ukiambia tumia jina la Baba hapo inamaanisha nini? Jina la mzazi wako. Ndugu anasema ni jina la mzazi wako. So Mwokozi aliposema tumia jina la Baba alisema utumie jina la mzazi wako. Hapa alimaanisha utumie jina la Masihi. Asante sana ndugu, wewe unasemaje? Unapokuwa unaambiwa ya kwamba utumie jina la Baba, wapendwa, tunapaswa kujua ya kwamba, kwa sababu hapa tunaongea na wasomi na tunahubiri hili neno kwa mataifa yote ambayo ina wasomi. Tunajua ya kwamba Baba sio jina bali ni cheo. Na mimi nina mke na nina watoto wananiita baba. Lakini wanapokuwa wanaambiwa na walimu pale shuleni ya kwamba andika jina la baba yako, hata rudia pale yale maneno ambayo ameambiwa na mwalimu, bali ataandika majina yangu ambayo ni Gilbert Ouma. Kwa hiyo huyu Mwokozi alipokuwa akiwaambia mitume kwamba watumie jina la Baba, ina maana kwamba Mwokozi alikuwa na jina la baba yake ambalo tunapaswa kulijua. Asante. Asante sana. Yaani ya kwamba Mwokozi anaposema watumie jina la Baba, ni kwamba huyo Baba ambaye Mwokozi alimuita, hata katika sala yake kitabu cha Mathayo 6 mstari wa 9 anasema ombeni hivi: Baba yetu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe. Sasa hilo jina ambalo analosema litukuzwe ndilo lilitakiwa kutumika, sio tena kurudia Baba. Na tena kuna jina la Mwana. Mwana yuko na jina ambalo lilitakiwa kutumika, alafu kisha maliza ndio utumie Roho Mtakatifu. Sasa swali ni je, jina la Baba ni gani? Maana katika Biblia zetu, unaposoma Biblia yako ya Kiswahili inasema Mungu hapa ndani, kwamba Mungu ndiyo jina lake, eti hapo mwanzo Mungu aliumba mbingu na nchi. Je, jina hilo Mungu ni jina halisi la Baba wetu? Ukitaka kujua kwamba ni jina la halisi ama si jina halisi, unakuja katika Biblia yako wakati wa mwanzo hapa. Watu wengi wamezoea anapokuwa amenunua Biblia, yeye hukimbia tu na kufungua katikati na kuanza kusoma, lakini msomi mzuri ni yule ambaye anaanza yaliyomo, anasoma hapo, hata ni printed by, anasoma kuanzia hapo na anakuja. Kuna kasehemu hapo utapata kameandikwa tunza. Haka kasehemu tunza ungepaswa sana kukasoma ndugu yangu, ungepaswa tena kukaelewa, maana unaisoma Biblia iliyotafsiriwa. Hii sio ile Biblia ambayo ndiyo iliyoandikwa na mitume na manabii. Hii ilitafsiriwa kutoka Biblia ya Kiingereza ambayo ni King James. Hii sio ile Biblia yenyewe. Sasa hebu tuone hao watafsiri wanatuambia nini. Inasema tunza, katika kitabu hiki neno hili Bwana au Mungu lionekanapo kuandikwa hivi kwa herufi kubwa, linaonyesha jina lililo takatifu sana la Mwenyezi Mungu walilolitumia Wayahudi kwa lugha ya Kiebrania. Kumbe Bwana ni neno la sifa. Hivyo unapoliona hilo jina Bwana au Mungu limeonekana kuandikwa kwa herufi kubwa, limesimama badala ya jina la Muumba ambalo liliandikwa hivyo zamani katika Biblia ya zamani katika scroll na Biblia zingine. Hivyo Biblia zile za zamani kulikuwa na majina ambayo ni ya Muumba. Jina la Muumba lilikuwepo na ni jina moja ambalo walilitoa wakaweka Bwana na wakaweka Mungu. Kuna majina mengine ambayo ni ya sifa tu, kusema Adonai, Abeneza, hizo ni sifa, lakini jina lake ni moja. Ukisoma katika dibaji pia uje hapa, kuna sehemu ambayo hata hao watu wanasema lakini haiwezekani. Kuna aya ya pili
unakuja aya 3 inasema, hapana budi wasomaji wengine wataona ya kwamba kuna mageuzi ambayo kwanza hawatayapenda. Hili ni lazima kwa Wakristo wa kila mahali ambao wamezoea vitabu vyao vya zamani. Eti wamezoea vitabu vyao vya zamani, wataona kwamba kuna mageuzi ambayo kwanza hawatayapenda. Ni kweli kuna mageuzi yaliyofanyika. Hebu tukiangalia aya hiyo nyingine, aya hapo hapo katika dibaji aya kuna hii ya kwanza, ya pili, ya tatu, ya nne. Aya ya nne inasema kazi yenyewe haikuwa rahisi. Matumizi mbalimbali yametokea katika janibu hili, katika janibu mbalimbali za nchi hii. Kwa mfano, ilikuwa hapana budi kufikiri kwamba hilo jina la Mungu katika Agano la Kale litaandikwa Yehova Mwenyezi Mungu au Bwana Mungu. Litakalopigiwa chapa katika kitabu cha Agano la Kale kutakuwa na maelezo maalumu ya neno hilo. Pia maendelezo ya majina yote ya watu na ya mahali ilikuwa lazima yafikiriwe, tena mengine kutengenezwa. So kuna majina hawa waandishi walioyatengeneza, maana hapa tunaona kwamba kuna majina 3500 walioyatengeneza ili yawe katika Biblia ya lugha ya Kiswahili, ili litimie neno alilolinena Yeremia katika kitabu cha Yeremia 8 mstari wake ni 8. Yeremia 8:8. Hebu tusikie Yeremia anasemaje. 8:8. Yeremia anasemaje? 8:8 inasema, mwasemaje? Sisi tuna akili na torati ya baba tunayo pamoja nasi, lakini tazama, kalamu yenye uongo ya waandishi imeifanya kuwa uongo. Sasa kuna kalamu ya mwandishi iliyopita ndani ya Biblia hii. Hata Mwokozi mfano huu akiuangalia akaona kwamba walipanda mbegu njema kwenye konde, lakini walipokuwa wamelala mwadui akaja na akapanda magugu ndani ya ile ngano. So kuna mambo mengine yameingizwa ndani ya Biblia yetu. So jina la baba wetu ambalo alitambuliwa na Waisraeli, ambalo alitambuliwa na Wayahudi, lilikuwa ni jina Yawe. Yawe ndilo jina halisi la baba wetu ambalo Wayahudi walikuwa wakimwabudu, lakini sisi watu wa mataifa tulikuwa tunaabudu ni sawa, lakini vile tulivyokuwa tukiviabudu ni vile ambavyo hatuvijui. Katika kitabu cha Yohana 4 mstari wake ni 22. Hebu tusomewe tusikie maandiko yanasema aje. Kitabu ni cha Yohana 4 mstari ni 22, nasema, ninyi mnaabudu msichokijua, sisi tuabudu tukijuacho, kwa kuwa uokovu ulitoka kwa Wayahudi. Asante. Eti kwamba watu ndio wanaweza kuabudu. Kuna watu wengi sana miungu yao bado wameshikilia, na hata miungu yao mingi wameandika ndani ya Biblia wakisema kwamba ndiyo yule aliyeumba mbingu na nchi. Katika hiyo wakati mwingine tutakuwa tukichambua hawa miungu ambayo watu tunasema ya kwamba ndio walioumba mbingu na nchi. So wanaweza sema kwamba huyu ndiye aliyeumba na huyu ndiye aliyeumba, lakini tunaabudu vile ambavyo hatuvijui, kwa kuwa wokovu wa kweli unatoka kwa Wayahudi. Wayahudi ndio waliopewa sheria, ndio waliopewa ibada. Naposema kuhusu Wayahudi, ninaongea kuhusu taifa la wana wa Israeli. Hilo ndio taifa naloongea kulihusu. Hivyo Mwokozi anapotuma mitume waende wabatize, watumie jina la Baba, walitakiwa kulitumia jina la Baba halisi ambalo ni Yawe, ambalo ufupi wake ni ya, ambayo tunaitumia siku zote tukisema haleluya, maana yake msifuni ya. Na mwana jina lake ni nani? Je, tunaweza kupata jina la mwana? Je, malaika alipokuwa pale akimtokea Miriam alisema kwamba atamzaa mwana, naye atamuita jina gani? Maana Kiingereza tunaona ni Jesus, Kiswahili tunaona ni Yesu, na kuna wengine hata Kilatini ni Jesus, na kuna Jesu, kuna Jesus, kuna majina mengi sana ambayo amepewa Mwokozi.
Je, jina la Mwokozi ni lipi? Je, malaika alinena kwa lugha hizo zote na kuweka majina hayo? Hebu tusikie kwa ndugu yetu Gilbert tunasemaje hapo. Asante sana ndugu kwa kunipa kipaza sauti hiki. Labda niseme tu ya kwamba kwa sababu tunasoma maandiko yetu, tupate kusoma katika kitabu hicho ni cha Ufunuo 14 mstari wa kwanza. Kuna kitu andiko hilo linatuambia. Ningeomba nisomee hilo andiko. Ufunuo 14 mstari wa kwanza. Inasema ya kwamba, maandiko yanasema ya kwamba kisha nikaona na tazama, huyo mwana-kondoo amesimama juu ya mlima Zayuni, na watu 144,000 pamoja naye, wenye jina lake na jina la Baba yake limeandikwa katika vipaji vya nyuso zao. Hapo tunaona ya kwamba mwana-kondoo alipokuwa amesimamisha watu ambao majina yake na jina la Baba limeandikwa katika vipaji vya nyuso zao, hapo tunajua ya kwamba kumbe jina hili la Baba la Mwana limebeba jina la nani? Limebeba jina la Baba. Yeye kwa sababu alikuwa ni mwana, tunamuita Yahshua. Ya inasimamia jina la Baba na Shua inasimamia jina inasimamia uokovu, na sio jina Yesu, kwa sababu tukiangalia jina hilo Yesu, tukisoma katika kitabu cha Matendo ya Mitume 13 mstari wa 6 inatuambia hapo kulikuwa na Yesu mwingine hapo. 13 mstari wa 6 Matendo ya Mitume 13 mstari wa 6, kitabu cha Matendo ya Mitume 13 mstari wa 6 inasema ya kwamba hivi 13 mstari wa 6, kitabu cha Matendo ya Mitume 13 mstari wa 6, maandiko yanasema ya kwamba walipokwisha kupita katikati ya kisiwa chote mpaka Pafo, wakamwona mtu mmoja mchawi, nabii wa uongo, Myahudi, jina lake Baal Yesu. Yaani mtu anaitwa Baal Yesu. Kwa hapo tunaona ya kwamba kumbe kulikuwa na Yesu mwingine ambaye alikuwa ni mchawi, na hilo ndilo lilikuwa ni jina lake. Sasa jina la Mwokozi wetu limebeba jina la Baba wetu. Tukiangalia hili jina Bari Yesu, hapo jina la Baba ambao ni haimo ndani yake. Asanteni sana. Nashukuru sana ndugu yetu amepata kutukumbusha ya kwamba jina la Mwokozi halingeweza kupeanwa kwa lugha ya Kiswahili. Kwa wale ambao wamesoma na wameenda shuleni, wanajua ya kwamba Kiswahili hakijaanza miaka mingi, miaka 250 haijapita. Hapo ndipo Kiswahili kilipoingia, na hawa walipokuwa na tafsiri Biblia wametuambia ya kwamba walitengeneza majina mengine. Hivyo jina Yesu lilikuwa ni baadhi ya majina waliyoyatengeneza. Mwokozi wetu jina alilopewa kwa sababu mama yule aliyekuwa anaambiwa, yule binti ambaye ni Maria, alipokuwa anaambiwa yeye ni Myahudi, alikuwa ni Mwisraeli, lazima angepewa jina la Kiebrania ambalo ni Yeshua. Yeshua ndilo jina pekee ambalo alipewa Mwokozi. Hivyo jina la Mwokozi ni Yeshua. Yeshua ndilo jina lake. Hata unaweza enda kwa vitabu vya zamani, kama unaweza pata 1611 King James Version, hilo jina liliandikwa hapo kabla Jesuit Brothers hawajakuja wakalitoa jina hilo la Mwokozi wakaweka Jesus kwa lugha ya Kiingereza. Utaweza kulipata hilo jina hapo, ama unaweza Google ukaangalia jina Yeshua. Utapata kwamba ndilo jina la pekee ambalo Mwokozi alipewa. Unaposoma kitabu cha Matendo ya Mitume 4:12 kinasema ya kwamba hakuna wokovu katika mwingine awaye yote, maana hakuna jina jingine walilopewa wanadamu litupasalo sisi kuokolewa kwalo. Hivyo jina pekee ni Yeshua ambalo ni la Mwokozi wetu alilopewa na malaika.
jina la wokovu. Hilo jina kama vile ndugu yetu amesema limebeba jina la Baba na jina la Mwana. Kitabu cha Yohana 5 mstari wake ni 43 inasema ya kwamba mimi nimekuja kwa jina la Baba yangu, wala nyinyi hamunipokei. Mwingine akija kwa jina lake mwenyewe, mtampokea huyo. Mwokozi alikirimiwa jina kubwa sana. Ukisoma kitabu cha Wafilipi 2 ambalo limepita majina yote, alishuka akapewa jina la Baba ambalo ni ya ndilo jina lake Baba kwa ufupi. So akapewa jina la Baba ambalo ni na yeye mwenyewe ni Mwokozi, so ikawa Yahshua, yaani jina la Baba liko hapo na jina la Mwokozi liko hapo. Hivyo unapotaka kubatizwa unatakiwa kutumia jina la Baba halisi na jina la Mwana halisi. Kwa sababu ya muda, ningependa tu tuweze kuachia hapo, lakini kabla hatujaachia hapo, wakati huo mwingine tutakuwa tukiendelea tukiangalia, je, kuna sehemu watu walibatizwa kwa jina hilo Yahshua? Tutaweza kuangalia hiyo sasa katika kipindi kijacho. Na wewe kama mtazamaji wangu, uko na sehemu nyingine yoyote ambayo ama fungu jingine lolote ambalo unaweza tupea linaloonyesha ya kwamba kuna mtume yeyote, kuna mwinjilisti yoyote, au kuna yeyote ndani ya Biblia alibatizwa au alibatiza katika jina la Baba, la Mwana na Roho Mtakatifu, hiyo pia itaweza kutusaidia. Ukiwa na jambo kama hilo, unaweza kutuandikia ujumbe ama ukapiga simu direct. Tutakuwa tukikupatia namba ya simu hapo mwisho wa kipindi hiki. Lakini kabla hatujaenda hapo, labda kuna ndugu yangu katika hawa aliye na jambo ambalo angependa kuongeza. Karibu sana ndugu zangu. Okay, jambo tu la kuongezea kuhusu hilo jina la Yahshua. Tunakumbuka hata pale wana wa Israeli walipokuwa wameokolewa kutoka pale Misri katika ile nchi ya utumwani, waliweza kutembea jangwani, lakini walipokuwa wanakaribia kufikia ile nchi ya ahadi ambayo ilikuwa ni Kanaani, tunakumbuka mtu ambaye aliwafikisha mahali pale alikuwa anaitwa Joshua. Kwa hiyo ile Joshua ile ilikuwa inasimamia uokovu wao wana wa Israeli. Ndiposa tukija katika Agano Jipya sasa tunapewa mwokozi ambayo Baba mwenyewe ameleta mwana wake sasa ambaye amebeba jina lake. Sasa Mwana anakuja akiwa amebeba jina la nani? Jina la Mwana anakuja akiwa amebeba jina la baba yake ambaye ni na hii shua inasimamia uokovu wake kama jinsi shua katika jina la Joshua. Asanteni sana. Asante sana. Hiyo ndio jina halisi ambao ya baba wetu Yahweh, hakuna jina lingine. Tunashukuru sana ndugu yetu kwa sababu wewe umeweza kutufunulia jambo hilo. Nashukuru sana watazamaji na wale ambao wanatusikiliza. Kama kawaida, kama jinsi ambavyo tuliwaambia, tutaweza kuwapatia namba mwishoni mwa kipindi hiki, lakini kabla ya hayo, kwa yeyote ambaye ako na jambo lolote angependa kutuambia, angependa kuuliza, angependa labda kutupigia simu, unaweza piga simu katika simu hii 0729 94 0721 0729 94 0721. Katika kipindi kijacho, kama vile nimewaambia, tutakuwa tukionyesha huo ubatizo jinsi ulivyofanywa, lakini kwa leo acha tufikie hapo. Kama kuna mtu ako na swali lolote, pia anaweza tembelea tovuti yetu ama TikTok. Unaweza ingia pale, mafundisho haya yanarushwa pale moja kwa moja, ukapata ndugu Emmanuel, pia ukaweza kusearch ndugu Emmanuel, utapata kuona hayo katika kipindi Fahamu Kweli, ama ukarudia katika Fahamu Kweli, ukasearch Fahamu Kweli, utaweza kupata